Okay. Basi mtaomba. Tutaomba sisi au wewe? Mtaomba. Karibuni. Karibu. Tunakushukuru mfalme wa amani, Mungu wa mbingu na nchi, kwa ajili ya asubuhi tukufu ya leo. Asante kwa ajili ya kibali uliotupatia kwa ajili ya kukutana tena kwa ajili ya kujifunza maandiko yako matakatifu kupitia Biblia. Ni hakika tunahitaji kujua lile lilo kusudi lako katika maisha yetu, ili tukafae kwa ajili ya kurithi ufalme wako mbinguni. Tunakusihi tunavyoenda kufanya hivyo, Roho wako Mtakatifu akawe pamoja nasi, akatufundishe yaliyo mapenzi yake, na tukayatendee kazi katika maisha yetu, na hatima yake ikawe kurithi ufalme wako mbinguni. Tunaamini utakuwa pamoja nasi mwanzo hata mwisho wa somo hili, kwa jina lako Yesu, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Amen. Amina. Okay, basi ni wakaribishe tunapoendelea kutoka pale tulipoishia. Tulichukua muda kuweza kujifunza kuhusiana na tatizo ambalo linatukabili kama jamii ya wanadamu katika eneo la kiroho pamoja na eneo la kimwili katika masomo yetu yaliyopita, na pia tulianza kujifunza kuhusiana na suluhisho ambalo Mungu amelitoa, ambalo linapatikana katika kitabu cha Warumi Warumi sura ya kwanza. Tutarejea kwenye fungu hilo kwa kwanza. Warumi sura ya kwanza fungu la 16, ambalo linasema ya kwamba kwa maana siionee haya Injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu uleta wokovu kwa kila aaminie. Kwa suluhisho ambalo Mungu amelitoa ni Injili, ambayo ni uwezo wake ambao umekusudiwa kuleta wokovu kutoka katika dhambi na kutoka katika ugonjwa. Nitakumbuka ya kwamba tulijifunza kuhusiana na utendaji wa Injili katika uzoefu wa Yesu mwenyewe, lakini pia katika uzoefu wa wanafunzi, kwa kadri ambavyo walikimiliki kipawa hicho kutoka juu ambacho ni Injili. Kwa kadri ambavyo walikwenda, kulikuwa na matokeo ya namna mbili, na matokeo hayo yalikuwa ni urejesho kiroho na pia kimwili. Hicho ndicho ambacho tulikiangalia, natumaini kwa marefu fulani ya kutosha katika study zetu zilizopita. Tulijifunza pia ya kwamba ni muhimu kufahamu ya kwamba Mungu anatenda kazi kwa njia ya neno. Alifanya hivyo katika uumbaji wa kwanza, na anafanya hivyo pia katika uumbaji wa pili ambao ni ukombozi. Tuliona hilo katika kitabu cha Mwanzo ya kwamba katika kila hatua ya kazi ya uumbaji, Biblia inatuambia kwamba Mungu alisema na ikawa. Kwa hiyo ndio njia ambayo Mungu anaitumia kuweza kutenda kazi. Lakini zaidi ya hilo, tuliweza kusoma mafungu haya mawili katika kitabu cha Matendo
ambayo ilitusaidia kuweza kuelewa muunganiko uliopo kati ya Injili ambayo Mungu ameitoa, ambayo ni uwezo wa Mungu, na neno la Mungu. Labda tusome mafungu haya katika kitabu cha Mathayo kwa sehemu ya kujikumbusha. Ni Matendo sura ya 15 fungu la 6 na la 7. Hii ni ripoti ambayo Petro anaitoa kwenye lile baraza la Yerusalemu, akiwakumbusha juu ya kile ambacho kilifanyika miaka kadhaa iliyotangulia uzoefu huu ambao unaelezwa katika Matendo sura ya 15, wakati ambapo Mungu alimuongoza kufuatana na watu wa mataifa ambao waliitwa kuja kumtafuta ili ya kwamba awapelekee ukweli wa Injili. Na ndipo katika ripoti hiyo tunakutana na maneno haya katika sura ya 15 fungu la 6 na la 7. Basi tunaweza tukayasoma mafungu haya. Inasema, mitume na wazee wakakusanyika wapate kulifikiri neno hilo. Na baada ya hoja nyingi, Petro akasimama akawaambia, ndugu zangu, ninyi mnajua ya kuwa tangu siku za kwanza Mungu alichagua miongoni mwenu ya kwamba mataifa walisikie neno la Injili kwa kinywa changu na kuliamini. Mpaka fungu la ngapi? Ni fungu la 7 tu. Anasema ya kwamba ninyi mnajua ya kuwa tangu siku za kwanza Mungu alichagua miongoni mwenu ya kwamba mataifa walisikie neno la Injili kwa kinywa changu na kuliamini. Linaitwa neno la Injili. Kwa hiyo neno la Mungu ni neno la Injili, na Injili ni uwezo wa Mungu. Tungeweza kusema badala ya neno la Injili, tungeweza kusema neno la uwezo wa Mungu. Kwa maneno mengine sana kusema ya kwamba hawezi kutenganisha neno la Mungu na uwezo wake. Kimsingi neno la Mungu linapotoka kwake, ndani yake linabeba uwezo wote wa Mungu kuweza kutimiza kile ambacho hilo neno linakisema. Na kwa sababu hivyo ndivyo neno la Mungu lilivyo, ili hilo neno liweze kutenda kazi, halina budi kupokelewa kama lilivyo kweli kweli. Tunaishi katika dunia ambayo angalia kwa jicho la haraka haraka unaweza kaona kana kwamba dunia hii na wengi sana ambao wanaliamini neno la Mungu. Tukumbuke ya kwamba Paulo anasema ya kwamba sione haya Injili kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Lakini Injili hiyo ni uweza wa Mungu uletao wokovu, sio kwa kila mtu, bali ni kwa kila aaminie. Kwa maneno mengine, imani ni kipengele cha muhimu ili kuiwezesha Injili ambayo ni uwezo wa Mungu kutenda kazi katika maisha. Na Injili hiyo inakuja kupitia chombo cha neno lake. Na pale hilo neno linapopokelewa kama lilivyo kweli kweli, linatenda kazi. Labda tusome mafungu haya tuliyasoma pia katika kipindi kilichopita.
katika kitabu cha Wathesalonike Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 fungu la 13. Inasema, kwa sababu hiyo sisi nasi twamshukuru Mungu bila kukoma, kwa kuwa mlipopata lile neno la ujumbe la Mungu mlilolisikia kwetu, mlilipokea si kama neno la wanadamu, bali kama neno la Mungu, na ndivyo lilivyo kweli kweli, litendalo kazi pia ndani yenu ninyi mnaoamini. Mlipopata lile neno la ujumbe la Mungu mlilolisikia kwetu, mlilipokea si kama neno la wanadamu, bali kama neno la Mungu, na ndivyo lilivyo kweli kweli, litendalo kazi pia ndani yenu ninyi mnaoamini. Kwa hiyo hapa lipo neno la ujumbe, neno la Mungu la ujumbe, lakini kinachoamua ya kwamba hilo neno la Mungu la ujumbe litatenda kazi ni namna linavyopokelewa. Linaweza kupokelewa kama neno la wanadamu kwa upande mmoja, lakini kwa upande wa pili linaweza kupokelewa kama neno la Mungu. Of course kuna watu ambao katika dunia hii wanalikataa moja kwa moja neno la Mungu. Ni wazi ya kwamba kwa hao haliwezi kufanya kazi, haliwezi kutenda kazi. Lakini katika fungu la wale ambao wanaonekana ni wapokeaji wa neno la Mungu, kuna aina mbili za upokeaji. Kuna kulipokea kama neno la wanadamu, lakini kuna kulipokea kama neno la Mungu. Kwa kile Paulo anachokisema kuhusiana na Wathesalonike, akiwakumbusha juu ya uzoefu wao wakati neno la ujumbe la Mungu lilipowafikia, anasema ya kwamba hawakulipokea kama neno la wanadamu, lakini walilipokea kama neno la Mungu, na anasema ndivyo lilivyo kweli kweli, na kwa kufanya hivyo liweza kutenda kazi katika maisha yao. Katika kitabu cha Wathesalonike, tukirudi nyuma sura ya kwanza, Wathesalonike wa kwanza sura ya kwanza, tuende pale. Wathesalonike wa kwanza sura ya kwanza, tusome fungu la 4 mpaka fungu la 7. Inasema, kwa maana Fungu la 4. Inasema, kwa maana ndugu mnaopendwa na Mungu, wajua uteule wenu, ya kwamba injili yetu haikuwafikia katika maneno tu, bali na katika nguvu na katika Roho Mtakatifu na uthibitifu mwingi, kama vile mnavyojua jinsi zilivyokuwa tabia zetu kwenu kwa ajili yenu, nanyi mkawa wafuasi wetu na wa Bwana, mkiisha kulipokea neno katika dhiki nyingi, pamoja na furaha ya Roho Mtakatifu, hata mkawa kielelezo kwa watu wote waaminio katika Makedonia na katika Akaya. Mpaka fungu la ngapi? Na mpaka hiyo 8 na mpaka 7. Yeah. Okay, ukisoma pia fungu la 8 linasema, maana kutoka kwenu neno la Mungu limevuma si katika Makedonia na Akaya tu, ila na katika mahali imani yenu mlionayo kwa Mungu imeenea, hata hatuna haja sisi kunena neno lolote. Injili yetu haikuwafikia katika maneno tu, bali na katika nguvu na katika Roho Mtakatifu na uthibitifu mwingi.
kama mnavyojua jinsi ilivyokuwa tabia zetu kwenu, kwa ajili yenu nanyi mkawa wafuasi wetu na wa Bwana, mkiisha kulipokea neno katika dhiki nyingi pamoja na furaha ya Roho Mtakatifu, hata mkawa kielelezo kwa watu wote waaminio katika Makedonia na katika Akaya. Wazo la msingi hapa ni kwamba walilipokea hilo neno na hilo neno likatenda kazi ndani yao. Hawa ni watu ambao hawakulipokea neno la ujumbe la Mungu kama neno la wanadamu, bali walilipokea kama neno la Mungu, na ndivyo lilivyokuwa kweli kweli, na kwa jinsi likatenda kazi na likawafanya kuwa kielelezo kwa watu wote. Ni sawa na kusema ya kwamba kulipokea neno la ujumbe la Mungu kama neno la Mungu ndiko kulipokea kwa imani. Sasa kile ambacho Paulo anakisema katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 2, lile fungu ambalo tumelisoma, ili fungu la 13, linaonyesha ya kwamba ipo tofauti iliyo bayana kati ya neno la Mungu na neno la wanadamu. Na ni muhimu kuweza kuelewa tofauti hii, kwa sababu ni hiyo pekee ndio ambayo inaweza kutuwezesha kulipokea neno la Mungu kama neno la Mungu. Na ningependa tuchukue muda kuweza kuliangalia hili, kwa sababu ni mojawapo ya kitu cha muhimu sana. Ni labda tuseme kwa maneno mengine ni hivi ya kwamba Mungu ametoa masuluhisho yote ambayo yanahitajika kushughulika na tatizo ambalo tumeingia ndani yake kama jamii ya wanadamu kupitia neno ambalo amelitoa. Na neno hili alilolitoa limebeba ndani yake lenyewe uwezo wenyewe wa Mungu. Na kwa jinsi hiyo, linapopokelewa kweli kweli kama lilivyo, kama neno la Mungu, hilo neno linatenda kazi. Hii ni siri fulani ambayo haiwezi kuelezewa kisayansi. Hamna mtu ambaye anaweza kuielezea kazi ya uumbaji. Ni kitu ambacho ni impossible, hakiwezi kuelezeka, lakini kinaweza kuwa experience, kinaweza kupitiwa katika uzoefu. Na katika kitabu cha Waebrania ile sura ya 4, tuweze kulisoma fungu hili. Waebrania sura ya 4, Waebrania sura ya 4, lile fungu la 12. Waebrania sura ya 4 fungu la 12 inasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawa nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Neno la Mungu li hai, tena lina nguvu. Maneno haya yanafunua tofauti iliyopo kati ya neno la wanadamu na neno la Mungu.
Kimsingi neno la Mungu ndani yake linabeba kile chote ambacho hilo neno linakisema. Tunachojifunza hapa ni asili ya neno la Mungu, na tunapolielewa neno la Mungu kile lilicho kweli kweli na tupokea hivyo, linatenda kazi. Katika kitabu cha Luka sura ya 8, Luka sura ya 8 kuanzia fungu la 4 pale kuna mfano wa mpanzi ambao tunaufahamu vizuri. Biblia inasema ya kwamba mpanzi alitoka kwenda kupanda. Mpanzi alitoka kwenda kupanda. Luka sura ya 8, kipenda pale Luka sura ya 8 tukianza ile fungu la 4 tunakutana na kisa hicho. Nafikiri tunakifahamu vizuri, na Yesu anaelezea mfano huu akisema ya kwamba mpanzi alitoka kwenda kupanda, na katika kupanda mbegu zake kuna zingine ambazo zilianguka kwenye njia na zingine zilianguka kwenye mwamba, zingine zikaanguka kwenye miiba, na mbegu zingine zilianguka kwenye udongo mzuri. Na baada ya hapo anaelezea matokeo ya mbegu hizo katika maeneo tofauti tofauti. Na mara baada ya kusimulia mfano huo, wanafunzi walimuuliza kuhusiana na maana ya mfano huo. Kuna vielezo kadhaa ambavyo vinazungumzwa hapo. Kuna mbegu, kuna udongo na vitu vingine vilivyopo pale, na ningependa tusome ile sehemu ya kwanza tu ya tafsiri ya huu mfano katika lile fungu la 9 mpaka fungu la 11. Nasema wanafunzi wake wakamuuliza maana yake ni nini mfano huo. Wanafunzi wake wakamuuliza maana yake ni nini mfano huo. Akasema, ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, bali wengine kwa mifano, ili wakiona wasione na wakisikia wasielewe. Na huo mfano maana yake ni hii: mbegu ni neno la Mungu. Jawasha maiki. Mbegu ni neno la Mungu. Yesu amechukua mfano au amechukua kielelezo ambacho tunakielewa vizuri katika kazi ya upandaji wa mbegu katika mashamba. Kimsingi nikitaka mchicha ninatafuta mbegu ya mchicha, nikitaka mahindi natafuta mbegu ya nini? Ya mahindi. Katika dunia hii tuna uhakika kabisa ya kwamba iwapo nitapata mbegu ya aina fulani ya mmea, basi nina uhakika ya kwamba nikiipanda hiyo mbegu na kuisubject, kuiweka kwenye mazingira na hali inayohitajika, basi nina uhakika ya kwamba tayari nina hayo mazao ninayoyahitaji, kwa sababu mbaraka huu ambao ninauhitaji upo ndani ya hiyo mbegu yenyewe. Kimsingi mbegu zingine ni ndogo sana. Kwa mfano kuna mbegu ya haradali inatajwa katika maandiko. Wakati fulani wale kupata fursa ya kuziona zile mbegu, ni kama vivumbi fulani hivi, lakini ndani yake kuna uhai.
Tunapouona mti mkubwa wa mharadali au mti mkubwa wa mbuyu, wakati fulani hicho chote kikubwa kinachoonekana kilikuwa kimefichika ndani ya mbegu ndogo. Kilikuwa kimefichika ndani ya mbegu ndogo, lakini mara mbegu hiyo ilipowekwa kwenye mazingira na hali inayohitajika, basi nguvu hiyo hai iliyokuwa ndani ya mbegu ilitokea katika uwepo na kutokeza kitu hicho kikubwa. Tukiuliza ya kwamba kabla ya hapo, kabla ya mbuyu huu kutokea ulikuwa wapi, ni wazi ya kwamba ulikuwa ndani ya mbegu. Kwa hiyo nguvu yote inayoonekana katika mmea unaotoka katika mbegu ilikuwa imefichika ndani ya kitu hicho kidogo. Sasa asili hii ya mbegu Yesu anaitumia kuelezea neno lake jinsi lilivyo. Kwa hiyo neno la Mungu likidondoka kwenye udongo mzuri wa moyo, yaani likipokelewa kama lilivyo kweli kweli, linafanya kile ambacho kimeelezwa katika mfano huu, kama tunavyosoma katika lile fungu la 8 la hii Luka sura ya 8 fungu la 8. Nasema, nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikamea, zikazaa 100. Alipokuwa akinena hayo, akapaza sauti akisema, mwenye masikio ya kusikia na asikie. Zikazaa 1 kwa 100, bali pengine inaeleza ya kwamba zikazaa 100, 100, 150 na nyingine 30. Kwa neno la Mungu linapopokelewa katika asili yake halisi, kwamba ndani yake linao mbaraka ambao linausema, kama jinsi ambavyo mbegu ilivyo na mbaraka wa zao husika ambalo hizo ni mbegu zake, basi neno hilo linazaa katika kutimiza hicho ambacho hilo neno linakisema. Kwa sababu neno la Mungu lina asili hiyo, ndiyo maana kuna maneno haya, labda tuyasome katika kitabu cha Hesabu katika kitabu cha Hesabu sura ya 23 fungu la 19. Inasema, Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Iwapo amesema, hatalitenda? Iwapo amenena, hatalifikiliza? Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Kwa nini haiwezekani kwa nini haiwezekani kwa Mungu kusema uongo? Ni kwa sababu neno lolote linapotoka midomoni mwa Bwana ni mbegu ambayo ndani yake ina uhai ambao tayari una kitu kile ambacho ile neno linakisema. Ndani yake neno hilo lina uwezo wote wa Mungu kwenda kutokeza hicho ambacho ile neno linakisema.
Kwa hiyo pale mtu anapoliona hilo kuhusiana na neno la Mungu na akalipokea hivyo hilo neno, basi anao ule mbaraka ambao hilo neno linausema. Na hiyo ndio tofauti kati ya neno la Mungu na neno la wanadamu. Wakati ambapo kwa upande mmoja mwanadamu anaposema kitu, ni lazima afanye kitu fulani nje ya hilo neno alilolisema ili kufanya lile neno liwe kweli. Yaani mtu akiahidi kitu fulani, ili hicho alichokiahidi kiwe kweli, ni lazima afanye kitu fulani ili kulitimiza hilo neno. Lakini hivyo sivyo ilivyo kwa neno la Mungu. Mungu anaposema na kuahidi kitu fulani, ndani ya hilo neno lenyewe kuna uwezo wa kutokeza hicho ambacho Mungu amekiahidi, au hicho ambacho Mungu amekiamuru kiweze kuwa. Waraka wa kwanza wa Petro, labda tusome fungu hili pia ambalo linaangaza juu hiki ambacho tunakizungumza. Waraka wa kwanza wa Petro, waraka wa kwanza wa Petro, waraka wa kwanza wa Petro, ile sura ya kwanza, waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza fungu la 20 na 23. Inasema 23 mpaka 25. Inasema, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Maana mwili wote ni kama majani, na fahari yake ni kama ua la majani. Majani hukauka na ua lake huanguka, bali neno la Bwana hudumu hata milele. Na neno hilo ni neno lile jema lililohubiriwa kwenu. Petro anawakumbusha wale ambao walikuwa tayari wameipokea Injili na ikatenda kazi kuwabadilisha kutoka kile walichokuwa na kwa kile ambacho Mungu alitaka wawe, wale ambao walikuwa wameongozwa kwenye kuzaliwa katika ufalme wa neema. Na akiwakumbusha anasema ya kwamba mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika. Mmezaliwa mara ya pili kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Alafu anaeleza ya kwamba maana mwili wote ni kama majani, na fahari yake yote ni kama ua la majani. Majani hukauka na ua lake huanguka, bali neno la Bwana hudumu hata milele. Na neno hilo ni neno lilo jema lililohubiriwa kwenu. Kwa kipawa cha kuzaliwa katika ufalme wa neema, au kuzaliwa mara ya pili kwa jina lingine, pamoja na ukombozi wote ambao tunauhitaji, unatimizwa kwa njia ya mbegu isiyoharibika ya neno la Mungu. Mbegu inabeba mbaraka. Tunaposema hii ni mbegu ya ngano, tunaposema hii ni mbegu ya ngano, maana yake ndani ya hiyo mbegu kuna ngano ndani yake. Ni swala tu la kuiweka hiyo mbegu katika mazingira yanayohitajika ili mbaraka huu ujifunue wenyewe.
Hivyo ndivyo neno la Mungu lilivyo. Ni mbegu iliyo hai ambayo inahitaji hilo neno liwekwe tu kwenye hali inayohitajika, na mbaraka ulio ndani ya hiyo mbegu ya neno kujidhihirisha katika maisha ya mpokeaji. Tunapofika mahali tukafikiri ya kwamba Mungu amesema kitu fulani, kwa hiyo tunahitaji kufanya kitu fulani ili kulitimiza hilo neno, hiyo ni njia nyingine kabisa ya upokeaji, kwa sababu kufanya hivyo ni sawa na kulipokea neno la Mungu kama neno la wanadamu. Lakini ninapofika mahali nikalipata neno la Mungu na nikaliweka katika tafakari kiasi kwamba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu nikauona uhai huo ndani ya hilo neno, hiyo nguvu ndani ya hilo neno, huo mbaraka ndani ya hilo neno, na nikalipokea hilo neno katika moyo na kuamini ya kwamba kwa kuwa na hilo neno ninacho hicho kilichoahidiwa na hilo neno, basi ninaanza kulipokea neno kama lilivyo kweli kweli, yaani kama neno la Mungu aliye hai, kama lilivyo tofauti na neno la wanadamu. Kimsingi katika dunia hii kuna kiasi kikubwa cha upokeaji wa neno la Mungu kama neno la wanadamu. Watu wanafikiria kwamba Mungu kasema kwa jinsi hiyo, sisi tunawajibika kulitimiza hilo nini? Hilo neno. Sio kwamba hivi ndivyo ilivyokuwa kwa wana wa Israeli wakati walipoletwa katika ule mlima Sinai, na walipofikishwa pale Mungu aliponena kwa utisho kuitangaza sheria yake, wakafika mahali wakaogopa, wakamwambia Musa, nenda akaseme wewe pamoja na Bwana, alafu yale yote ambayo Mungu atakuambia sisi tutafanya nini? Tutayatenda, sisi tutayatimiza. Sio kwamba yale yote ambayo Mungu atakayoyasema sisi tutayapokea ili yatende kazi katika maisha yetu. Hiyo ni namna tofauti ya kulipokea neno la Mungu. Haikuchukua muda na wakajipata ya kwamba wamefanya yale yale ambayo walisema ya kwamba watayafanya. Na katika kitabu cha Isaya sura ya 55 tunakutana na ukweli huu ukisema tena kwa mara nyingine kuhusiana na uwepo wa uhai na uwezo katika neno la Mungu kama lilivyo tofauti na neno la wanadamu. Isaya 55, Isaya 55 tutasoma lile fungu la 10 mpaka fungu la 11. Inasema, maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinyesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu. Halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Hakuna namna ambavyo mvua inaweza kunyesha kutoka mbinguni alafu hiyo mvua baada ya kunyesha isinyweshe ardhi. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Hakuna namna ambavyo mvua inaweza kunyesha alafu isinyweshe ardhi.
lakini zaidi sana hakuna mvua ambayo inaweza kunyesha na ikainyesha ardhi alafu isizalishe hiyo ardhi na kuichipuza. Kimsingi ni swala ambalo nasema ni kama ni swala la asili ya kwamba mara mvua inaponyesha inaichipuza na kuizalisha hiyo ardhi kwa uhai wa mbegu zilizopo katika ardhi. Na tukiwa na uhakika kabisa wa hicho kitu, kimsingi kwa nini wanadamu tuna survive kwa chakula? Ni kwa sababu ya kanuni hii ya asili isiyovunjika. Ingefika mahali mambo yakawa yanaweza kugeuka, basi tusinge survive. Sasa kutoka katika uzoefu huo wa utendaji wa asili, Mungu anafika mahali anasema ya kwamba ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litafanikiwa, litatimiza mapenzi yangu, nao litafanikiwa katika mambo yale niliyotuma. Kwa hiyo Mungu analituma neno la uweza wake, na katika kulituma hilo neno, linapotoka kinywani mwake linaambatana ndani yake lenyewe na uwezo wenyewe wa Mungu. Ndio maana linaitwa neno la Injili. Na linapopokelewa kama lilivyo kweli kweli, kwamba lina kile ambacho limekiahidi, basi neno hilo linatenda kazi kutokeza ule mbaraka ambao neno hilo linausema. Linatimiza mapenzi ya Mungu ambayo huyo Mungu amelituma hilo neno liweze kuyatimiza. Zipo aya hizi mbili ningependa tuzisome. Ya tatu katika kitabu cha Ministry of Healing. Ministry of Healing ukurasa wa 122. Tasoma ile aya ya kwanza mpaka ile aya ya 3. Hii ni commentary yetu kuhusiana na kile ambacho tumekitafakari mpaka hapa. Anasema ya kwamba uwezo ule ule Kristo aliotumia wakati alipotembea wazi wazi kati ya wanadamu upo katika neno lake. Uwezo ule ule Kristo aliotumia wakati alipotembea wazi wazi kati ya wanadamu upo katika neno lake. The same power. Ilikuwa ni kwa neno lake Yesu aliponya magonjwa na kutoa mapepo. Kwa neno lake alituliza bahari na kuwafufua wafu, na watu walitoa ushuhuda kwamba neno lake. Alinena neno la Mungu kama alivyokuwa amenena na manabii na walimu wote wa Agano la Kale. Biblia yote ni udhihirisho wa Kristo. Maandiko yanapaswa kupokelewa kama neno la Mungu kwetu, sio lililoandikwa tu, bali lililonenwa. Wakati wale wanaoteseka walipokuja kwa Kristo, aliwaona si tu wale walioomba msaada, bali wote ambao katika zama zote wangekuja kwake katika hitaji kama hilo na wakiwa na imani kama hiyo. Wakati alipomwambia aliyepooza, jipe moyo mkuu mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Wakati alipomwambia mwanamke wa Kapernaum, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani. Aliongea na wengine wanaoteseka, wanaolemewa na dhambi, watakaotafuta msaada wake. Ndivyo ilivyo kwa ahadi zote za neno la Mungu. Katika hizo anaongea nasi binafsi
anaongea nasi moja kwa moja kana kwamba tunaweza kuisikia sauti yake. Ni katika ahadi hizi kwamba Kristo anawasilisha kwetu neema na uwezo wake. Ni majani ya mti ule ambayo ni ya kuwaponya mataifa. Zinapopokelewa, zinapowekwa moyoni, zinakuwa ni uthabiti wa tabia, zinakuwa ni uvuvio na utegemezaji wa uhai. Hakuna kingine kinachoweza kuwa na uwezo wa uponyaji kama huu. Hakuna kingine chochote kinachoweza kuleta ujasiri na imani inayotoa nguvu hai kwa utu wote. Hii ina maana ya kwamba wakati Yesu alipoifanya kazi yake hapa duniani, alipokutana na mtu aliyekuwa na tatizo fulani, alileta uponyaji kwa njia ya neno. Kimsingi, ukombozi ni uumbaji mpya. Kama alivyoifanya kazi mara ya kwanza kwa njia ya neno katika kuiumba mbingu na dunia, na wakati huo neno linatuambia kwamba alisema na ikawa, ndivyo ambavyo Mungu anafanya pia katika kazi ya uumbaji wa pili ambayo ni ukombozi. Na anatumia minsi ile ile, anatumia njia ile ile ambayo ni neno lake, kwa sababu hakuna kitu kingine ambacho kwacho Mungu anatenda kazi isipokuwa neno lake. Kwa Yesu alipokutana na wahitaji tu. Kwa hiyo alipolisema neno la uponyaji na urejesho kwa yule mtu mhitaji, neno hilo lilitolewa pia kwa wengine wote ambao wangekuja baadaye wakiwa na hitaji kama hilo na wakiwa na imani kama hiyo ambayo yule mtu aliyekuja kwa Yesu alikuwa nayo. Kimsingi hii ndio essence ya Biblia. Hii ndio kiini hasa cha kutolewa kwa neno la Mungu. Kwa ndani yake neno hilo linabeba masuluhisho kwa matatizo tulionayo, kwa sababu ndani yake kuna uhai, ndani yake kuna uwezo ule ule ambao neno hilo lilitenda kazi katika wakati uliopita. Na swali linakuja ya kwamba je, tunaweza tukalipokea neno hivyo lilivyo? Tukaamua tukiwa watu walioanguka, waliopotoka, watu ambao ni watumwa wa dhambi na watumwa wa nguvu ovu za yule mwovu, lakini tukakuta ndani ya neno la Mungu ahadi zake za thamani, na tukaenda mbele za Mungu tukalikabidhi tatizo kwa Mungu, na tukiisha kulikabidhi tatizo kwa Mungu tukaudai mbaraka aliyoahidi katika ahadi zake, na tukalibeba hilo neno la Mungu moyoni aliloahidi ya kwamba atafanya kile alichoahidi, na tukapiga hatua tukiwa na uhakika ya kwamba tunacho kile ambacho tumemwomba. Je, tunaweza kufanya hivyo? Kama tukifanya hivyo, hilo neno linatimiza mapenzi yake aliyolituma kufanya. Kimsingi hakuna veso, hakuna chombo kingine ambacho kinabeba uwezo wa Mungu isipokuwa neno la Mungu. Ndio maana kuna maneno haya ambayo tumesoma ni katika ahadi hizi kwamba Kristo anawasilisha kwetu neema na uwezo wake, na inataja ya kwamba ahadi hizo au neno hilo la Mungu ni majani ya mti ule wa uzima ambao ni ya kuwaponya mataifa.
Kimsingi katika dunia hii hakuna hazina ya thamani kama neno la Mungu. Tatizo ni kwamba shetani amefanikiwa kisha wanadamu ambapo wameshushwa ufahamu wao kiasi kwamba wanalipokea neno la Mungu kama neno la wanadamu. Hilo ndio tatizo. Kwa jinsi hiyo halitimizi kile ambacho Mungu amekusudia liweze kutimiza. Hakuna kingine chochote kinachoweza kuleta ujasiri na imani inayotoa nguvu hai kwa utu wote kama neno la Mungu. Natumai ya kwamba kwa sehemu hii ya study tunaweza tukapata picha angalau ndogo ya tofauti iliyopo kati ya neno la Mungu na neno la wanadamu. Kulipokea neno la ujumbe la Mungu kama neno la Mungu ndiko kulipokea neno la Mungu la ujumbe kwa imani, na kama Paulo anavyosema linatenda kazi ndani ya wote wanaolipokea hivyo. Kimsingi mpaka hapa kile tunachojifunza ni sayansi ya imani. Tunajifunza njia ya imani itendayo kazi, na njia hii ya imani itendayo kazi inazo hatua kadhaa. Jambo la kwanza ni lazima tulijue tatizo, kwa sababu Mungu hawezi kufanya kitu hata kama tunakihitaji bila ridhaa yetu, especially kuhusiana na tatizo la dhambi. Kwa nini? Kwa sababu hapo awali ni sisi ndio tulioichagua. Kwa jinsi hiyo ni lazima tujue tuna tatizo gani, ni lazima tujue tuna uhitaji gani. Kimsingi, by the way, hakuna mtu ambaye anaweza kutafuta uponyaji bila kujua ya kwamba yeye ni mgonjwa. Nimewahi kukutana na uzoefu wa watu ambao ni wagonjwa lakini wanatamani kuendelea kuwa wagonjwa. Nakumbuka wakati niko chuo kulikuwepo na uzoefu fulani, sijui kama na ninyi mambo kama haya yanatokea. Kulikuwa kuna mara nyingi labda mmeingia kwenye lecture room, na katika kile kipindi cha kusubiria labda mwalimu aweze kuja, kulikuwa kuna watu wanakuja labda na barua kutoka kwenye mamlaka ya kuomba misaada na vitu vya namna hiyo, na ilikuwa inafanyika mara nyingi, watu wanachanga hapo. Basi anaendelea na safari ya kutafuta msaada. Watu wagonjwa pengine ni matatizo haya na yale walikuwa wanakuja. Nilikutana na kisa fulani alinisimulia rafiki yangu mmoja ambaye tulikuwa tunaishi naye. Yeye alikuwa ni mwaka mmoja nyuma, na akaeleza juu ya kisa cha mtu mmoja ambaye alikuja katika juhudi hizo za kuomba hiyo misaada, na huyo mtu alikuwa na kidonda kwenye mguu, na nafikiria kwenye mguu. Kwa akiwa anatembea hivi hamna mtu anayekiona. Kwa alipofika pale akajieleza kama ambavyo wanafanya, na baada ya hapo ili kuwaonyesha watu tatizo lake alilonalo, akawa amekifunua kile kidonda, na watu wakapiga kelele sana pale waliokuwa wanamuona kwa karibu. Na basi baada ya hapo ito katolewa na michango ikatolewa, lakini akawepo mtu mmoja kati ya wanafunzi ambaye kwenye familia yake huko wanamiliki hospitali.
Kwa hiyo akawa ametamani ya kwamba amsaidie yule mtu ili aweze kupata hiyo huduma, aweze kupona. Kwa baada ya hapo alimtafuta na akamweleza shauku yake ya kumsaidia, lakini kilichofuata baada ya hapo ni chenga nyingi. Ni chenga nyingi sana. Ni kama mtu fulani ambaye hakuwa tayari kwa ajili ya kupatiwa suluhisho la tatizo alilonalo, kwa sababu kwake lilikuwa linampa faida fulani. Ni chombo cha kumpatia riziki. Kwa sababu akikifunua hicho kidonda watu wanapata sympathy. Okay? Na baada ya kupata ile huruma ya kibinadamu, basi wanaingia mifukoni mwao, wanampatia kila anachohitaji na maisha yanaendelea. Kwa sasa kitega uchumi chake kikiondoka, maisha yatakwendaje? Licha ya kwamba ni mtu aliye na tatizo, lakini hayuko tayari kupata suluhisho la tatizo kwa sababu kuna advantage fulani. Kwa jinsi, licha ya kwamba tuna matatizo kama wanadamu, lakini mbingu haiwezi kufanya kitu bila ridhaa yetu na ukubali wetu. Na kwa jinsi hiyo, katika njia ya imani itendayo kazi, lazima tulijue tatizo na lazima tukubali ya kwamba tunahitaji ukombozi, lakini zaidi sana tunahitaji kuzijua ahadi za Mungu, kwa sababu ni katika ahadi za Mungu, ni katika neno la Mungu ndipo suluhisho linapatikana kwa tatizo tulilonalo. Na mara baada ya kuzijua ahadi na kuzisoma na kuzitafakari na kuona ndani ya hizo ahadi uwezo wa Mungu utendao kazi, kuona uhai ulio katika ahadi hizo za Mungu, basi tunakuwa tuko tayari kwenda kwa Mungu kwa ajili ya kuomba huo mbaraka aliowaahidi. Kwa sababu Yesu anasema ya kwamba katika kile kitabu cha Luka anasema ya kwamba, nami nawaambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa kuwa kila ambaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Kwa hiyo tunapaswa kwenda mbele za Mungu na kuomba. Tunalo tatizo, lakini tunao uhitaji. Tunalo tatizo linalopaswa kuondolewa na uhai mpya na nguvu mpya kuchukua nafasi ya kile kiovu kilichoondolewa. Na hilo ndilo Mungu analoahidi kufanya. Tunazo ahadi nyingi katika neno la Mungu zinazoahidi ukombozi kutoka katika utumwa wa dhambi. Tunazo ahadi nyingi zilizotolewa na Mungu na kipindi chetu kingine tutatafakari ahadi chache, na baada ya hapo kwa na fursa ya kuhitimisha study yetu. Basi kwa leo ningependa tuweze kuishia hapo, na nikaribishe kama kuna swali lolote au nyongeza kwa kile ambacho tumeweza kujifunza katika siku ya leo. Basi karibuni. Kwa upande wetu hapana. Okay, basi tutahitimisha kwa maombi na tutaendelea kwa na tafakari zaidi, tukijiandaa kwa ajili ya fursa yetu inayokuja kwa ajili ya kumalizia sehemu hii.
Basi kuna yote ambaye angependa kushiriki kwenye kuomba? Okay, Jackie. Basi utaomba na mimi pia nitaongezea. Basi tuombe. Baba yetu uliye juu mbinguni, asante kwa asubuhi ya leo. Asante kwa somo ambalo umetupatia fursa ya kujifunza, kuweza kutambua na kuelewa nguvu ya neno lako na kile ambacho unakusudia kukitimiza kupitia neno lako ambalo linapotoka linakusudiwa kutimiza kile linachokizungumza. Jalie kuweza kuona nafasi ya neno hilo katika maisha yetu, katika kuleta ukombozi, katika kutuinua kutoka katika hali za chini za kiroho na kutupatia urejesho na kutupatia ukombozi pia. Jalie kuweza kuzirejea ahadi zako, kuzifanya kuwa zetu na kuamini kile ulichokizungumza katika ahadi zako. Maneno hayo yamekusudia kutimiza kile ambacho kimezungumzwa. Kama ambavyo ulitamka liwe jua likawa, kile ambacho ahadi zako kinazungumzwa kinakusudiwa kutendeka katika maisha yetu kwa kadri ambavyo tunaamini. Tujalie kuweza kuwa na imani hai na kuyapokea maneno yako kama maneno yaliyo hai, tofauti na maneno ya wanadamu. Tujalie uzoefu huu kawe uzoefu wetu. Kiomba na kuamini ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Pamoja na hayo, Baba yetu uliye juu mbinguni, asante sana kwa fursa hii, na tunaendelea kujikabidhi na kujisalimisha mikononi mwako, tukiomba kipawa cha Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu na kiongozi, kama jinsi ambavyo mbegu katika ulimwengu wa asili zinavyohitaji maji, zinavyohitaji unyevu ili kuweza kuota, ndivyo ambavyo tunahitaji mvua ya Roho Mtakatifu, ili ya kwamba neno ambalo umelitoa kwetu kwa ajili ya ukombozi wetu na urejesho wetu na utegemezaji wetu likaweze kutokeza chote ambacho ni hitaji letu na umekusudia kwamba liweze kutimiza. Tujaze sote kwa kipawa hichi, kwa sababu ni hitaji letu kubwa, ili kupitia uzoefu wote wa utendaji wa neno lako lenye uzima, na tunapoendelea na tafakari hii, Roho yakaendelea kutufundisha na kufungua akili na moyo kwa ajili ya utimizaji wa mapenzi yako katika maisha yetu. Tuandae pia kwa ajili ya fursa inayokuja kadri ambavyo tunaendelea kujifunza juu ya ujumbe huu wa muhimu sana katika maisha yetu na kwa wengine wote ambao tutapendezwa kuweza kutukutanisha nao katika njia ya huduma. Tubariki Bwana na endelea kutuongoza. Tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Amin. Ya, basi tumefikia mwisho. Kama kuna jambo lingine zaidi, basi tutaishia hapa kwa siku ya leo mpaka tutakapokuwa na fursa nyingine. Nafikiri ni Jumapili inayokuja tena. Yeah. Basi asanteni na wakati mwema. Asante na kwako pia. pia. Asante.